Clouds TV, empowering lives. Kuja mama, kuja. Tingiza mabega tena. Tingiza. Ukiona jirani yako atikisi mabega, mwambie miondoke jamani. Wacha kuroga mkutano tena. Nakupenda sana. Ruka tu. Wewe. Utaruka na mimi hapa jana. Twende. Rukia Yesu jamani. Shika mkono wa jirani yako na mimi. Kamata mkono mtu. Nataka watu wawili tu. Nataka turukie Yesu. Maana Yesu anaacha na watu wa kawaida. Anataka watu ambao nati zao zifanye vizuri. Ruka juu. Natafuta mwenye aruki turuka leo. Toka chini. Twende. Ruka kama Kikuyu. Ruka bila mpangilio. Kikuyu wewe. Ruka juu. Weka mkono moja. Twende. Weka mkono juu ya kichwa chako jamani. Weka mkono juu ya kichwa chako. Twende. Chambuka wina. Namna ikone.
Wapi shangwe na weka mkono juu ya kichwa chako jamani. Hosana, 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 hallelujah, Hosana, Hosana, hallelujah, Hosana, hallelujah, Hosana, hallelujah, Hosana, Hosana, hallelujah, Hosana, Hosana. Wapi shangwe na cheza jamani, tikika kidogo kwa Yesu. Anapenda wakati unapomchezea. Yesu jamani, nataka urukie Yesu jamani. Geukia jirani yako, nataka ugeukie jirani yako, mwambie jirani jirani. Ukiona kuongeleshi ama hapo ama tu mwambie jirani wacha kuroga mkutano wewe, mwambie acha kuroga mkutano. Haupigiki ni nini mbaya jamani? Haleluya. Tafuta jirani yako ule unaona kweli huyu naweza nikaruka na yeye. Tafuta mtu tu, kamata mtu mkono na mai, shika mkono wa mtu na mai. Maandiko inasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Ukitii labda utapata uponyaji. Uwezi ukatii ukitii utapata nini? Nikisema ruka juu, tia mwenzako nguvu. Rukia Yesu kama kichaa, manake anapendeza sana. Ruka juu, ruka juu, ruka juu. Ruka juu, ruka juu, ruka juu, ruka juu. Na nini? Pikachu, 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 Pikachu.
Mwe muoyo. Mwena gima wa mwiri. Mwena hinya wa kuinira Ngai. Kabisa. Na nikimura muinira mamuboekete cio. Tamenya kuri me thibitari mari arwaru. Kuri utangihota gutumura kanua ere aete Ngai. Kuri utangihota kuruta kuguru gwake thi arogire Ngai. Wewe muoyo, wena gima wa mwiri, we mutheru, we muthaka na Ngai ni akwendete no nduraina. Mwathani arogocwo. Amen. Reke itugoce Ngai. Nigetha mahiga matikamuinire. Tondu wona mahiga mamuinira turi arume. Na no mahota kumuinira. Mahiga neya, necio makomete thibitari. Mahiga neya, necio matare magoro ma kuruga. Koguo Ngai no ahota kumahonia nigetha mamuinire. Ngai no ahota kumonjoria magoro mao nigetha mamuinire. Reke ituinire Ngai. Tondu ni mwega. Twende. Hora makofi mega kwa Yesu.
ngokoinera igatiga kuga ore mwega igatiga kuga regai aya mothe otegeire baba ikarigane rona nane igatiga kuga ore mwega igatiga kuga regai aya mothe otegeire baba ikarigane rona igatiga kuga ore mwega igatiga kuga regai aya mothe otegeire baba igatigane rona igatiga kuga ore mwega igatiga kuga regai aya mothe otegeire baba ikarigane rona. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru. Nasema ni asante kwa upendo wako. Asante kwa watoto hawa wanapoenda kusoma, na wacha pia wapate elimu yao kama watoto, na wapate elimu na mafundisho yaambatanayo na Biblia, na mafundisho ya kweli, mafundisho ya kuwajenga na kuwainua katika ulimwengu wa kiroho. Pia na hawa wengine wamekuja, na kuomba Baba ukaweze kutuongoza katika maongozo yako, njia zako na pendekezo zako. Na kuomba msamaha wa dhambi zote tulizozitenda kwa makusudio, na zile dhambi tumetenda bila makusudio, na kuomba msamaha. Tuongoze na utubariki. In Jesus mighty name. Nedeni sasa. Asante sana worship team. Siku hii tulikuwa tumepanga kwa sababu unajua hii ni siku ya kwanza ya mwezi. Ni kweli ni March. Huu ndio siku ya kwanza ya mwaka katika kalenda ya wa Ethiopia na ile kalenda ya kitabu ya zamani. Mwaka inaanza mwezi wa tatu. Hii mwezi wa tatu tunasemaga ndio mwezi wa tatu ndio mwaka inaanza. Ukienda Ethiopia sasa ndio wameruka mwaka leo. Ndio wanaenda kuruka mwaka. Hata kule Israeli na kule kwingine ndio naona Israeli waliweza kumshambulia yule mtu wa Iran. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Pugusa hiyo drum. Nashukuru tena kuwaona tena. Kwa hivyo kwa sababu ya hivyo kuna mabadiliko kidogo imefanyika kwa sababu ya mipangilio ya kikanisa. Leo hatutakuwa na ile meza ya Bwana, maana nilitaka kufanya mabadiliko kidogo. Ndio hiyo mabadiliko ipangwe vizuri na kukue na mpango mzuri. Ama sio? Kila kitu kinakuwaga na mpango. Ndio watu wafundishwe ni kwa nini wanakula meza ya Bwana. Basi meza ya Bwana sio kitu tu ya kukula. Ati imekuja unatoa ulimi nje, unakula, mwingine anakuja anakula na haujafundishwa maana yake. Ni vizuri tufundishwe maana. Ukienda kwa watu wa Catholic wanafundisha kwa maana ya hii kitu. Na ndio hii kitu ikuwe na maana hapa. Maana sisi si watu wa sakramenti. Hii maneno tumeletelelewa watu. Sisi tulikuwa watu wa sakramenti sisi. Sisi si watu. Hii kitu inakulia kwa na watu wa Anglikani na watu wa Katoliki na watu wa dini. Sasa hii ni kitu tumeletelelewa tu, tumeletelelewa imewekelewa kwetu. Na tukaichukulia maana tulikuta ikikuliwa. Lakini ukiulizwa maana ya sakramenti kukula, unajua? Hujui? Lakini mtoto wa Catholic anajua. Wanapeleka kwa Kerera. Anafundishwa maana ya sakramenti. Ni kwa nini? Alafu anaambiwa kuna kugeuza, kuna kufanya nini, kuna kufanya nini. Sasa sisi hatujui. Sisi tunakujaga hapa unakula. Hata ukipata ingine moja unaekelea. Alafu kwa sababu hii tupatinagi juice. Tunapatiananga kawaini. Kale kanaitwa altar wine. Sasa unakuta kumbe watu wale wamejaa hii kanisa
ni watu wa Kamunyweso. Sasa ukiwaona wamemesa, unaona mpaka amefunga macho, amefanya niliona mama huyu akimesa, nikaona kai huyu akikamata chupa inaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. So nikaona ni vizuri tukusikule kitu ambao hatuelewi. Kuna siku nilipatiana hapa, nikaona Roda na rafiki yake Agnes akakatana, ukaona anafanya hivi karibu mgogo ivujike, hii mfupa hapa mgojo akibed asigusane nayo. Nikajaribu kuuliza ni nini, nikaona ni hasira alikuwa nayo. Kwa hivyo nikaona hasira inaweza kuzuia mtu akule kitu, si ndio? Sasa nimekuwa nikifanya utafiti kutaka kuelewa. Nimetafuta, nilikuwa na father jana, nilikuwa na father, tumekaa chini nikamuuliza hii maneno inaendaga namna gani. Akanipatia story, akanipatia. Nikapatana na mtu wa Anglican na yeye akanipatia story, nikaelewa. Nikajua hii si kitu ya kawaida. Nilikuwa mpaka na mtu wa Orthodox, Father Macarius Macporos. Anaitwa Macarius Macporos. Na yeye akanipatia mambo ya hii kitu. Na nikaona, alafu akaniambia kuna mkate kubwa na mkate kidogo. Sasa mimi nikaona hatujai kuwa na mkate kubwa. Na hiyo mkate kubwa ndio inakuliwa kwa na mimi. Sasa nikaona hawa watu wananipatia kadogo na mimi na nini mwenye wera. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikaona ni vizuri. Si ni vizuri kupanga hii maneno ikuwe mzuri. Tondũ atumia ikiwa kwa ni Catholic ni moe kile kia mwili. Na mimi sijui, to be very frank with you, mimi nawapatiaga lakini I don't understand the meaning. Si ni wakati wa kutubu tunasema tunatubu. Mimi nafanyanga makosa na ninatubu. Na ninasema nimetubu. Hata nikienda nivute bagi pale, nitakuja niseme nimevuta na niambie Mungu, mbele yenu hapa nimevuta lakini naomba msamaha. Mimi nie ndio higa. Hata tukifanya na wewe kitu ya siri, leo tugeka na wewe kaundo gathiri no gakumbura. Na siku hii tarara. Kwa sababu tumemwambia tusilale na hizo mbaya. Mimi nikifanya na wewe kitu, nitakusema tu. Utasikia aibu bure. Kwa hivyo wachana na mimi. Wachana na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisikia kitu sijasema, sijafanya, ukikuwa muhuna ku ate apostle ameweka mtu miba, ameweka nini na sijasema hapa, ujue sijafanya. Maana hata nikikuweka miba, nitakuja hapa niseme nilikuweka miba. Na niambie watu hapa, hauku nidanganyiriria, tukaenda tukajikuta. Nitasema, kwani nitapeleka wapi? Tulero tuelile mahia maito. Because hata Mungu akiwa mbinguni aliona mkifanya na mlikuwa mmejificha. Na sasa wewe unatafuta tikiti ya kwenda mbinguni, si ndio? Sasa ukienda kufinya ile account akakufinya hii, naona ukienda kwa bank kuna karatasi unafinya hivi, inakutolea karatasi ya namba yako. Inakuuliza unataka ATM ama unataka kuona manager ama unataka kuona nini. Sasa ile kitu unataka ndio unafinya. Sasa mimi nikifinya nataka tikiti, wananiambia kuna makosa fulani, kuna mtu fulani ulifanya na yeye namna hii na mtu mwingine. Sasa yaenda kwanza urekebishe alafu ukuje. Hivyo ndivyo kunaendaga. Ndio unaonanga hauna breakthrough. Ukigena kohigana kudhini kuna kitu umefikiria na huko, hakuna breakthrough. Utaomba tu, utangangana kuomba, lakini hakuna nini? Hakuna breakthrough. Ndio unaona watu wengi hapa tumewaombea, tumefanya vitu zote, nothing is changing in life. Kuna watu hapa wanajua nani yako na miba, ni nani hana miba. Hiyo ndio ile kasi yake, amequalify hiyo. Kujua ni miba hii ni ya nani, alidugwa siku gani, huyu alidugwa lakini kukaletwa mtu mwingine akuje afiche kama ile ya Daudi. Sasa unakutaka hiyo kitu. Kuna watu talented wako na hiyo talanta. Bwana asifiwe sana. Na kama uko na hiyo talanta, tunakupigia makofi, maana hiyo ndio kazi yako. Hatuwezi kubishana. Kama msemo mwingine niliwaambia juzi hapa, kuna mtu alikuwa amesema ati alienda kwa mganga, akaenda kwa mganga akafuga hii nguo yangu nimevaa sasa nisiwaiva.
Sasa unataka, na huyo mtu ako wapi? Alikuwa nakaa hapa. Ndiye ananikibilia Biblia pale. Ndiye ananiletea vitu, lakini alikuwa amefuga nguo nisivae. Na alafu wakafuga hapa na wakasema, wakaanza kusema malaika wale wanakujaga hapa hawatakuwa wakikuja. Bwana asiwe sana. Ni wale walikuwa sasa wanapiga tusiende kwa mlima. Wale walikuwa napigia watu simu atu wasiende kwa mlima. Bwana Yesu asiwe sana. Sasa unajua huyo mtu ni wa kazi gani? Hiyo. Na kila mtu apatiwe kazi ya arogi moka gũkũ rĩ maheo wĩra wa mũtikamahũre metekerio. Si umeona kama huyo Joel tumekaa na yeye kabisa mpaka akaona uchawi yake haifanyi kazi kaida. Alikuwa amefuga igbo yangu na amesema haitafanya kazi. Na wakati nilijua amefanya hivyo nikamnunulia yake ya bage. Nikamnunulia yake ya bage. Na nikamwambia sasa hata nitakutafutia ile mrefu ile imekana ile ya nyoka ile imejipenda hivi imeenda mudhegi ile iko na nyoka. Nikamwambia wewe nitakufanya nini? Usipige huyo mtu. Mweke kama madhabahu yako inafanya. Wakati Gideon alibomoa madhabahu ya baba yake, wazee walikuja wakasema tunajua ni mtoto wako amebomoa. Si ndio? Naye aliwaambia kama hii madhabahu ni ya Mungu, wacha ijipiganie. Sasa kama unajua madhabahu yako ni ya kweli, si umvurute, usimfukuse. Lete yeye hapa. Alikuonaga tariwe ako kwa TV, ako kwa anatuchukulia kuona venye kunaendelea hapa. Maana hapa hawezi kubali hapa. Na kutoka leo hata hiyo TV nimemfuga. Sasa ajue mimi ndio mchawi ule mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mlete hapa Karaga Kwani nani alifanya? Elijah aliwalete watu 450. Manabii 450 aliwaleta kwake. Akawaambia sasa fanyeni vituko zenu, itisheni moto. Wakaitisha. Baka wakaanza kujikatakata, wakajikatakata. Hakuna kitu kilifanyika. Alafu akawaambia sasa mwagieni hapo mlikuwa mnafanya hiyo kazi, mwagieni maji dramu 3 wakamwaga. Kabia ingine 3. Wakamwaga ingine 3. Wakamwaga ingine 3 zikakuja 12. Akachukua mawe 12. Meherega 12 ya nani? Ya Yakobo. Akaitengeneza madhabahu. Akaitisha moto. Moto ilikuja na ulimi, ilikuwa inanyonya maji. Kama mtu akikunywa taska. Wote wakameswa, wakaisha. Akoke gogona gyaku ni uramenya ni kiama. Do not be afraid of them. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo grupu yote ilikuwa ya wagaga 13. Mmoja alikuwa nakaaga hapa, mwingine hapo, wengine tulikuwa tunakaa na wao pale, mwingine alikuwa nakaa hapa, mwingine alikuwa nakaa hapa. Sasa nilikuwa nawaona venye wanajipanga vizuri. Watu wakakuja wakaniambia si watu wafukuze maana si unaona venye wanafanya. Nikawaambia hapana, hatutafukuza. Waacha tuwakishe moto, watachomeka. Leo mnawaonaga? Huyo Joel ni mumuonaga? Ashia kene mumuonaga? Hamutawaona. You don't fight. Let your God be proven. Acha Mungu wako na ajulikane. Acheni Mungu aitwe Mungu. Acheni Mungu aitwe Mungu. Acheni huyo Mungu wako ambaye unamuita aitwe na ajidhihirishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ajidhihirishe. Wakisha tu moto. Tengeneza nyumba hii iwake moto. Elijah alitengeneza, akawaambia tengenezeni madhabahu, tengenezeni. Mwageni maji, wakamwaga. Mwageni ingine, wakamwaga. Mwageni. Wakamwaga mpaka ikafika hapa. Mara moja moto ikateremka. Ikameza hiyo maji yote na manabii wote wakameswa. So do not be afraid. Usiogope mchawi. Nataka kuwatangazia leo wachawi wote wamesabaratishwa. Wale mawadui waliokuwa katika maisha yako, hakuna hata mmoja amesimama sasa. Wameangamishwa, wameteketeshwa, wameharaganio. Kwa hivyo sianze kusema ati toka kwa anko, toka kwa mainta. No, hakuna morogi. Kama kuna morogi amebaki ni wewe. Wakoro hale morogi, kama kuna morogi amebaki kwa maisha yako ni wewe, maana umeshindwa kujitoa.
Lakini kama kuna mtu alikuwa anakuroga, kuna ivito zilitengenezwa, zimeenda. Our God has scattered them. Saizi wamenyagana, maana walikuwa nafikiria watamaliza. Kulikuwa kana mama kalikuwa kana kujaga kanakaa hapa. Kalikuwa kaka praise team. Na kalikuwa kameniambia, siku moja kaliniambia, umenitoa kwa praise team lakini sijatoka. Hiyo ni territory yangu. Si mnajua hiyo? Kaliniambia umenitoa lakini siendi. That is my territory. Nimekamata. Na mimi nikamwambia umekamata, kamatia hapo. Kamatia vizuri na ukamate vizuri. Halo. Kalitoka hapa kakaenda mpaka huko Nyeri, Kiabudia. Mnajua gani nani anakuaga Kiabudia? Kakarudi hapa kakaenda na huyo Joel, wakaenda Mai Mahiu kwa Mugaga, wanakuaga pale Mai Mahiu, anaitagwa Jega kama yeye. Kakatoka hapo hiyo ikakataka kaenda hapa Lemuru kwa Mugaga ule wa Lemuru, ikashindikana. Kila kitu ikafanya nini? Ikashindikana. Sasa sijuzi si kalikuja hapa, nikamwambia kama utaenda ukirudi uende kabisa. Maana siku hiyo alikuwa amekuja na Gedito, alikuwa anafanya hivi vidole na anajikuja na miguu hivi, ati ametumwa nenda umufuge katika madhabahu yake. Ilibidi aachilie, maana mikono iligada, iliwaka moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mungikoro muri andu eri murathie kundu, gukira muingi wa gathagu utaragutwara kundu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio nilianza operation sasa. Nikaambia Mungu teremsha moto. Wakachomeka. Ndio mara atoshothereria wote. Hiyo grupu yote iko kwa TV. Wakituchungulia. Wakituchungulia. Na macho wamekodoa kodo imekaa kama birigori. Mwambie mesako hawatatushida. So kwa sababu ya hiyo nataka nishikanisha watu wawili. Kwa sababu ya hiyo kazi. Ndio watufundishe, maana wametoka kwa hao wanafundishaga. Ndio kama wanataka kutukoroga watukoroge, lakini hapa hamtatukoroga. Ule mama wa SK pastor uka. Ndio muda nyoge ndago tengalile divitali. Najua mama alikuwa wamemuroga. Nilimpeleka hospitali hapa kama roho imebakisha dakika 10 izime. Kitu inaitwa cardiac arrest. Huyu ndio alikuwa na huyu. Wewe ndio ulimpeleka, si ndio? Nairobi West. Kama roho imebakisha dakika iende. Akaenda akawekwa ICU kidogo, akatengenezwa akakuwa sawa. Mama hapa alikuwa ameanza kufanya kwa ofisi yangu. Unajua acha nikwambie tu ukweli, Kenyubo leo mude. Unajua siku kutoa kwa ofisi kwa sababu nilitaka kukupeleka hospitali. Nidogakuire kwa ofisi. Maana mama niliona ameanza hivi. Nikainua mkono nikaona hata hapa hakuna. Unajua ukitaka kujua roho inaenda kusimama tunaangaliaga hapa. Nikaangalia hapa. Nikamwambia Bwana Yesu asifiwe. Akahaje gemenya na niko kujabite na gukujari. Akwira kwao. Na leo ile tigogona. Nikakibisa haraka hospitali. Akaenda akatengenezwa, akarudi hai. Na mimi nilipomkibisa wakasema niende, mimi nikasema siendi, mimi nilikibia Gong kwa mlima kurudisha, maana ulikuwa umeenda 75% ulikuwa karibu na ungeenda kule, ungeenda kukugine. Todo durarutete wera ukarikia. Leo ungirathire kwera Ngai urarute niki umefanya. Hauko umefanya kazi. Sasa ungewekwa pending. Maana siku ya kuitwa kwako ni 105 years to come. Sasa ukienda huko nyumba haijakamilika, hakuna kitu. Sasa ungeambiwa ende ukae hapo nje kidogo pending, siku zako zifike. Nikuigwa kuri andu mahatite guku uguo, mahatite nio maratogia riu. Mahatite guku uguo. Marathiuruka tondu mathire before time. Walienda before what? Sasa ukienda before time utaachwa tu hapa juu na kanyumba kanakosekana. Maana huwezi kwenda kukaa kule, hakuna kwa neighbor, hakuna kwa mtoto yako, hakuna kwa brother yako, unahanga tu huko. Na unahanga. Bwana asifiwe sana. So na Catholic yuka.
hawa ni wamama wawili protagonist. Sema protagonist. Wamama wawili wenye vita. Ukaha tia kodo na maitho madha. Kujeni tu. Hawa ni wachungaji. I love them. Na huyu aliambiwa na Mungu akuje kanisa hii. Na unajua ametoka Anglican. Na unajua Anglican ndio inaitwa kule ukienda UK kule nilikuwa nimeenda Church of God. Na Church of God mkubwa yake anakonga mahali panaitwa Canterbury. Na huyo mkubwa wake hapo kwa Canterbury ndio mkubwa wa kanisa ya Freemason. Mkubwa wa Canterbury ndio mkubwa wa Freemason. Kwa hivyo Canterbury ACK ama Church of God ndio ACK. Alafu hawa ndio waliweka mzee. Ni mzee ama ni mama ule wa na huko simu tu. Ni huko ndio mlimwagilia mafuta. Huko England. Wameweka mama wa simu tu. Ndio amemmwagilia mafuta ndio padre katika jina la Baba na la Mwana na la Mtakatifu. Ametuko tatikwenda huko. Naye huyu si mnajua ni wa baba wa parokia. Baba parokia. Sasa nyinyi nataka kuwapatia responsibility. Mshikane pamoja because you are mature. You what? You are mature. Spiritually you are mature. Mumelelewa kwa Catholic na wewe umelelewa kwa Anglican. Na kiwango yenu iko juu. Na hiyo kitu inaitwa sakramenti inataka mtu wako na kiwango ya juu. Hawa ukiwaambia wafanye, ukiambia Magdalene, huyu ni wako alitoka hapa kwa Ng'ang'a. Huyu wanapatiagwa. Ukiambia Grace hakuna kitu anajua. Ukiambia nani hapa hakuna mtu anajua. Nobody knows. Nikomelia mameragia. No arrangement. Nigwe igogona urete keiko weto ni igogona. Hawa hawajui. Huyu ndio natiria. Ngũrĩithia ciana ici kĩrumi. Na nĩ korio. Na tondũ mwĩhana mũrĩ atumia agima rĩ, mũtarĩ na maũndũ mũtigĩtie na kũu rĩ, na mũrĩ nĩ atumia hiku, atumia thingu, mwĩna tũindo twanyu rĩ. Kamũtangĩrũgamĩrĩra igongona rĩu mũrĩthondeke, mũrere ciana ta iria ciharĩirie mapasta marĩa mũmarere, mũmabundithie. Nĩgetha tũkaumaga harĩ ndonaga kwa Idi maumanĩte thutha wega. O ta ũrĩa gwatariĩ kĩambĩrĩria, no ũrĩa gũtariĩ rĩu, no ũrĩa gũgakorwo magana-inĩ ma mĩaka. Amen. Si mnasikia kayo ile kwa mzuri sana? Ama hiko aienda watu wa independent people. Independent. Yes, independent iko. Amuma. Mundu arumire irigo, mutumia, oya moko na iguru. Thank you. Yes. Yeye maikiwe. So, hawa ndio watakuwa in charge. Ya nini? Ya hiyo kitu. First of all, mtufundishe, mtafute timu, mfundishe timu ambayo mtasafu nayo. Ndio maana nimesimamisha tuifanye next Sunday. Tutigurutaira na ulimo. Sasa muwafundishe hii inafanya kwa hivi, hii ni mesa, kuna kikombe kingine niliona kanaitwa Charles. Na yako kingine? Na mkate kingine nimeona kubwa kama chapati. Inaitwa host. Hiyo inakulia kwa nani? Ni mimi. Niko chojo kabisa. Sasa sinaona maneno umesa kulitengenezea maneno. So you pair. Kwa sababu nyinyi najua hamtapigana. Na hakuna competition, na hakuna mtu anasema nini. Sasa mtengeneze hiyo kamati vizuri, mthondeke kitu kiega. Nimwetekera? Yes. Ndatekera. Thank you. Githii mwikarire. Wapigieni makofi. Hivyo ndivyo tunataka kanisa ikuwe na mtaratara mzuri. Alafu kuna jamaa anaitwa Apollo na mama anaitwa Frida. Hebu simameni tu hapa, Apollo na Frida. I want to confirm you today. Frida. Na ukake kama mchungaji sasa. Nataka kuwe mchungaji. Si ulikuwa kwa James Maina Ng'ang'a? Ulikuwa unatoa mapepo? Ulikuwa unatoa? Nitoe moja. Ulikuwa unaambia walie na waende? Ni wapi? Mtaani, lakini huko kupatiwa ruhusa. Okay, thank you. Nataka
department asubuhi, morning glory ya kuanzisha ibada ya kutoka saa 1 Sunday mpaka saa 4 ni yako. Si yako kuhubiri, kuipanga vizuri na ku make sure everything is in order. Naye asense anachukua kutoka hapo kwenda mpaka jioni. Kwenda mpaka saa 7 ya jioni tutakuwa tunabadilishana. Na wewe utengeneze youth mkiwa na huyu mama. Koka. Nataka tukue na service ya youth early in the morning. Kutoka saa 2 mpaka saa 1 mpaka saa 2 saa 3 hapo tukue na service ya youth. Youth wako wapi? Simameni youth. Wakiongozwa na youth mzee anaitwa Buju. Mayouth wote. Kama wewe ni youth ni yule ajaoa. Wewe kaa chini. Wewe umeolewa? Wewe ni youth ama wewe ni mama? Mama youth. Wewe ni nini? Teen, simama. Nani mwingine? Na wewe? Ni sura huko na ya youth. Na hapa? Simama. Hata wewe ni mama. Wewe unaniangalia, toa hiyo kofia. Cha kuniangalia, umevuta bangi mpaka ukaona sasa. Niaje? Poa sana. So tuta-adjust tukue na a morning service ya youth. Purely youth. Asubuhi kabisa saa 2 hapa. Tuangalie na wale wa department ile nyingine ndio tukue na a specific youth service. Mmesikia? Mambo ya kufuatana na mama yenu muweke kado. Mnaingia mapema, mkikuja mmalize, mtake kukaa mnakaa, mkitaka kuenda mnaenda, because it will be a service like any other service. Okay? Na mtengeneze baka praise team yenu. Si ndio? Mtengeneze baka praise team. Huyu ndiye atakuwa mdosi yenu. Yeke nikio getoka kianyu. Mkitaka pesa mnaitisha hapa. Si pesa muyafea. Hapana, ya kupanga mipango. Mkitaka kwenda evangelism mkule nje kama youth, mnaenda mnaiba. Mkitaka kwenda kudance, nimeomba ruhusa hapa town, mtaenda kudance, mfanye vitu huko, mhubiri. Sasa huyu ndio mdosi. Si usalimie mdosi na heshima. Bulida umesikia? Naye ako wapi Rogoro? Rogoro midweek. Hizi kutoka Monday mpaka Saturday. Utakuwa ukiorganize mkiwa na grace. Hallelujah. Na tutaendelea tukipanga hawa wengine wote ndio tuweke kanisa ikue in order. Naitwa Charity, simama. Charity ndio anatufanyiaga mahesabu ya pesa. Sasa mkisikia pesa imepotea, mnaona nani? Charity. Wacha kuandika message kwa Facebook. Inaitwa kwa nini? WhatsApp. Atene tunataka kujua pesa ya fulani ilienda wapi. Kuja acha kuandika, kuja kwa huyu muulize, atakuambia. Atakuambia. Si ndio? Tutigane gane rige. Kuna kila department ipo. Kila department tuko nayo na iko na wasimamizi wake. Hao wengine nitawaambia tukiendelea tuna ibada pole tu. Mpaka kila sasa ndio tukutane na hiyo timu kama kamati ambayo itafanya nini? Kazi. Ndio tuende nje. Kuna ile timu nyingine tunafanya inaitwa nini? Inaitwa Mfalme wa Amani. Halo? Mfalme wa Amani. Hiyo ni timu kado. Hiyo sio synagogue na sio CFC. Mfalme wa Amani ni timu kado. Church without wall. Tuende nje. Wangapi wakitaka hiyo church without wall? Kanisa isio na maukuta hizi. Tuende kule nje tukatafute watu. Maana watu wako wapi? Kule nje. Hiyo ndio inaitwa Mfalme wa Amani, na tunaenda ku-launch Nakuru very soon. Very soon nitawaambia siku tutaenda. Na hiyo sasa tuko na maroli, tuko na manini, tukusuguka Kenya. Tunasuguka Kenya tukiombea Kenya. Tutaenda road, tunaenda wapi? Sasa hiyo haitaki mtu wako na bwana, mtu wa kuulizo. Weko. Ukinyeteko. Hiyo inataka mtu ambaye akivaa nguo anaenda kinunulia ingine na huko mbele. Ati tukichomoka hivi ni kuchomoka, hakuna kurudi. Are we together? Yes, sasa ni mipango. Leo ni tarehe 1, mwaka unaanza siku gani?
Leo ndio naona napaka. Maana kazi ile Mungu aliniitia. Si niliwaambia tunaingia sasa kwa kazi. Ile Mungu aliniitia. Kazi ndio hiyo. Sasa ndio mtaona Dora Waroige ule mnatakaka kutafuta kuona. Ndio kwa maana wachai wote kina Majoeli, kina nani wote, kina Shiko, yote wachawi warogi maraturuka nile maina metie manioro. Mahiana ta mareto ne dura ku manioro. Na wagaga. Mungu anajua kufanya maneno haki. Ulikuwa uhubiri? Are you ready? Dakika 10 ama salimiana tu. Salimiana tu, simama tu. Dakika 10. Utakaa hapa, utahubiri kama umekaa ama umesimama? Okay, kuja basi. Mpatie microphone. Mulete hapa. Goyo lai karau. Sasa simama hapa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jipigie makofi kwa pili. Leo ni noma. Leo ni noma. Ni wakati wa neno. Yaani kwa jina naitwa Solomon Mutuli ama Baba Shiko, Baba Shila. Gari sio na namba ni ya mwizi. Nimeshukuru sana kupata wakati. Sauti kidogo. Iko sawa. Haya. Salimia mwenzako mwambie shukrani kwa kuwa uko mahali panastahili nyumba ya Mungu na sio kawaida. Ni kweli. Juu wengine wamelemewa jua baridi, wengine wakalemewa ni mambo tofauti, ukasikia wewe ni msito wa kutembea hapa na pale. Lakini Mungu amekuingiza hapa ukiwa na kusudi. Bwana asifiwe. Aliyetuamsha leo ni mwenye uhai. Bwana asifiwe. Leo ni nafasi tu nimepata hata kama dakika 10 na sio kawaida. Nimeshukuru sana kuja kwa madhabahu. Sio vile ni Mungu tu. Alimwambia Musa chukua hatua nenda mahali fulani, lakini akasema ulimi wake ni mzito. Ulimi ni mzito, akasema si wewe ni mimi. Ni mimi nitafanya hiyo kazi. Kwa hivyo anaweza kutumia ile mapanga imeshaka kuna ile ambaye unaona ni cha Bwana asifiwe. Anapita na njia mingi akikuja kukubariki. Bwana asifiwe. Waonani Mungu tu anaosha wengi wanatembea bila mkongojo. Akasema tu apostle chukua mzee anene neno moja alafu mdio mbarikiwe. Bwana asifiwe. Neno ni moja tu ambaye niko nayo kulingana na vile ni tabasamu, ni ile uhifadhi wetu wa utajiri wa dunia. Bwana asifiwe. Mungu anaweza kukupea mali na ulithi wa mali ya dunia, lakini bali wewe unahifadhi kama ndio chelelezo za maisha yako. Bwana asifiwe. Nataka tuingie kwa mobili ya leo. Iko katika Mathayo 6. Mathayo 6 kuanzia 19 mpaka 33. Tutasonga. Sema tutasonga. Ule asikia kaona uchovu afanye hivi. Kwa vile Mungu anataka mtu ambaye amejiashiria. Bwana asifiwe. Ndio Mungu hawezi kuandaa meza bila wakulaji. Bwana asifiwe. Aliyekuleta hapa utatoka hapa kama umeshipa. Usiangalie mwenzako maumbile, usiangalie mavazi, angalia ile kitu natoka kwa Mungu ndio utoke na hapa kama umeshipa. Bwana asifiwe. Aya, nataka hii kwa Kiswahili. Ndio nilikuwa na tafsiri kidogo ndio niweze aweke Kiswahili. Kiswahili ya. Kiswahili pale hivi ya. Ndio wakati unajiwekea hazina hapa duniani, ujue vile utahifadhi, maana unatakiwa uweke utajiri wako wapi? Mbinguni. Mahali hakuna kitu inaisubua. Ni kweli. Ndio Kiswahili ndio mzuri. Kiswahili haraka. Ndio hii. Hiyo. Msijiwekee hazina duniani, mahali ambapo ndondo na kutu uharibu nao wevi uvunja na kuiba. Tuendelee. Lakini jiwekeni hazina mbinguni, mahali ambapo ndondo na kutu haviharibu wala wevi hawavunji na kuiba. Bwana asifiwe. Jiwekee wapi? Mbinguni. Mahali hakuna ndondo wala mwizi ataka kuja kunyemelea.
Mungu anaweza kukupea mali ya dunia akikujipima aone uaminifu wako. Tuendelee. Kwa sababu mahali hazina yako ilipo, hapo ndipo pia moyo wako utakapokuwa. Tuendelee. Jicho ni taa ya mwili. Kama jicho lako ni nyovu, mwili wako wote utakuwa na nuru. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kama jicho lako liko na nuru, mwili wako uko na nuru. Tuendelee. Lakini kama jicho lako ni uovu, mwili wako wote utajawa na giza. Kwa hivyo basi, kama nuru iliyo ndani yako ikiwa giza, hilo giza ni kuu namna gani? Bwana asifiwe. Maandiko inatuambia kama wewe, yani jicho lako, kama wewe mwenyewe jicho lako liko na uovu na uko ndani ya jicho hilo lako moja, hiyo giza itakuwa zaidi ya giza ile mnaonaga. Juu taa ya mwili ni jicho. Bwana asifiwe. Tuendelee. Hakuna mtu yeyote awezaye kuwatumikia mabwana wawili, kwa kuwa ama atamshukia huyu na kumpenda yule mwingine, atashikamana sana na huyu na kumdharau huyu mwingine. Ninyi hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lazima upende huyu na huyu. Bwana asifiwe. Ule utakampenda utajua mtapelekana namna gani. Bwana asifiwe. Uwezi kupenda Mungu na upende mali ya dunia. Lazima uache yote ndio tuwe safari moja. Tuendelee. Kwa hiyo nawaambia, msiwe na wasiwasi kuhusu maisha yenu, mtakuwa nini au mtakunywa nini, au kuhusu miili yenu, mtafaa nini? Je, maisha si zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi? Bwana asifiwe. Msijiulize mtakula nini, mtakunywa nini. Mara maisha yenu mtakuwa ni maisha ni au mtakunywa nini, au kuhusu miili yenu, mtafaa nini? Je, maisha ni zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi? Unaona? Mavazi sio zaidi ya mwili. Ni Bwana asifiwe. Kwa hivyo mwili yako ni hekalu ya Mungu. Na wakati aliyokuumba hivi, si mwanzoni pale kwa washamba la Eden alitengeneza ngozi ndio wale walikuwa uchi wavae, na sisi tunavaa vile tunataka. Wakati huu hatugoje ile maana ilikuwa inatoka mbinguni. Tunakula na tunakunywa, lakini tunajipea nafasi ya kutubu na kusali. Bwana asifiwe. Tuendelee. Waangalieni ndege wa angani, hawapandi wala hawavuni au kuweka ghalani, lakini Baba yenu na wa mbinguni huwalisha hao. Je, ninyi si thamani zaidi kuliko ndege hao? Bwana asifiwe. Waangalieni ndege wa angani, hawalimi, hawaweki kwa ngala, lakini wanakula na wanakunywa. Na sisi wenyewe tumeumbwa na mfano wa Mungu. Sisi tuna thamani kuliko hao wanyama. Kwa hivyo tuendelee. Ndege wa angani. Tuendelee kidogo. Na ni nani miongoni mwenu ambaye kwa kujitayarishia kwake aweza kujiongezea hata saa moja zaidi katika maisha yake, au kuongeza dhila moja kwenye kimo chake? Hawezi. Bwana asifiwe. Bila Mungu huwezi. Saida unanungunika, unasema mimi nimekosa hivi, nimekosa vile, na wewe ni mzima wa mwili, na unasikia unatembea tu bila kujua hewa ni nani amekupea. Shukuru Mungu. Juu kuna mwingine kama vile mwimbaji amesema hapa, uwezi kuamuka hivi uimbie Mungu, na kuna mwingine hana uwezo, na wewe uko na kila kitu. Tukuza Mungu, muimbie wakati uko na nguvu. Anaweza kukujaribu aone uaminifu wako wakati amekuleta kwa nyumba ya Mungu. Iba kama hujaiba tena. Ile kazi umepewa nyumba ya Mungu, fanya kama hutafanya tena, kwa vile iko na malipo yake. Tuendelee. Nanyi kwa nini kujitabisha kwa ajili ya mavazi? Fikirini maua ya shambani ya meavyo, hayafanyi kazi wala hayavuni. Tuendelee. Nanyi, lakini nawaambia hata mfalme Solomon katika fahari yake yote hakufikwa kama mojawapo ya hayo maua. Bwana asifiwe.
Mnaona vile miti inamea msituni, vile inarebeka, vile inakuwa smart. Iko na mwenyewe, si kweli? Mwenye kuirebesha, airebesha hivyo. Na Solomon mwenyewe na alikuwa yani nabii wa Mungu, hakupigwa vile. Si kweli? Ndio yani wakati unapita hivi naona majani ya msituni, anaweza kuyamusha ifanye kazi. Mawe inaweza kuamushwa ivie Mungu. Kama nyinyi umelemewa. Na hiyo maua unaona, tuendelee. Lakini nawaambia hata mfalme tuendelee, hapo tumesoma. Hapo kwa sababu tumetoka. Na ndio jina langu. Tuendelee kwa siku hiyo. 30 29. Lakini ikiwa Mungu anafika hivi majani ya mashambani ambayo leo hapo na kesho yanatupwa motoni, je, hawatafika ninyi vizuri zaidi enyi wa imani hapa? Bwana asifiwe. Kama Mungu anafanya hiyo majani ikauke, mara hiyo tu uliona jana ilikuwa safi na ilikuwa imeng'aa kabisa, baadaye kesho yake ukiangalia haiko, imetupwa kwa moto. Wewe si ni mzuri na hata uko na ushindi kuliko hiyo majani. Bwana asifiwe. Tuendelee. Dakika yako 10 imeisha. Haya, sasa naenda hiyo ingine ndio malizia. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi mkisema tutakula nini au tutakunywa nini au tutafaa nini. Bwana asifiwe. Sogeza hapo kidogo. Ndio nitosheke ya mwisho sasa ndio hii tukimalizia. Kwa maana watu wasiomjua Mungu ndio wanaoshindania hayo, lakini Baba yenu wa mbinguni anafahamu kwamba mahitaji hayo yote inafaa. Bwana asifiwe. Amen. Tutafikisha hapo na nikibakicha useme yani kwa yote tunajisumbua nayo ni ya dunia. Na mwenye kutuleta dunia hii anajua mahitaji ya kila mtu. Maana sio kula na kunywa. Ile zawadi tunaenda kwa neema ya Mungu. Na bali kabla hujahitaji hiyo mahitaji yote unataka, tafuta ufalme wa mbinguni kwanza, ufalme wa Mwenyezi Mungu. Haya yote ingine atakufuata. Yangu nimefikisha hapo, mbarikiwe sana na Mungu. Mpigeni makofi. Mpigeni makofi mazuri, makofi mazuri. Makofi mazuri. Thank you very much. Yes, mhubiri, Mungu akubariki. Sasa umeona amejua anaweza kuhubiri. Hivyo ndivyo tunataka kwa hii nyumba. Nataka kila mtu mmoja hapa nitakuwa nikikuja next Sunday ukuje kama umejitayarisha. Mmenielewa? Next Sunday ukuje kama umefanya nini? Sasa haijalishi ni nani nitakuchukua katikati ya watu nikwambie tuhubirie. Waigwa shosho. Kiumia wako wewe halilie no uhujie. Ate no ikilete. No inile mau. Nyine wa mau. Wanywete muma wa irigo kana muma wake? Wanywete muma wa irigo. Wa mbere yothe nĩ nyuĩte. Ate ndadikanekele. Ngamenyua yothe ngatukania. Yothe nĩ utukanĩtie. Huyo mama anasema labda ibe mau. Mwambie mwenzako God has scattered them. Yaani Mungu amewasambaratisha. Mwambie mwenzako ya kwamba Mungu amesambaratisha maadui waliokuvizia, waliokupangia maovu, waliokupangia kukuangusha. Hawako pamoja, wamesambaratika, wamebrutwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikupangia wakiwa pamoja, walipanga mikakati, wakasema watakuangamisha, wakasema watakuangusha, wakasema watakuwekea sumu ukufe, wakasema watakufanya ile kitu. Nataka nikwambie, bingu imeandika ripoti nyingine, imesema wamesambaratika. Waliokuendea kwa waganga wamesambaratika. Waliokuchorea maovu wamesambaratika. Waliokuinulia madhabahu ya shetani wamesambaratika. Sijui kama nahubiri na mtu hapa. Waliopanga jinsi utaanguka,
walipanga wakiwa wawili, watatu, wanne, watano, lakini bingu inaandika ripoti inasema washasambaratika, hawako pamoja. Kila mtu ako kwa kona yake, kila mtu anaangalia akiwa kwa kona yake, kila mtu anapanga mipango akiwa kwa kona yake. They are no longer together. Kitabu ya Deuteronomy, si Deuteronomy, wacha tusome hii ya kwanza alafu tusome Deuteronomy. Kitabu ya Psalm 68, Psalm 68 verse 1. Wacheni wabie venye Mungu hufanya kazi. Kule kwa mtu anaitwa Ayatollah Khamenei. Ni wapi huko? Ni Iran. Irani imetawala, hiyo utawala wa Ayatollah umetawala 47 years. Sema 47 years. Wamekalia, ilikuwa ya Ayatollah Khomeini, ikakuja ikaingia Ayatollah Khamenei. Hiyo ni familia moja ya kutawala, ni msingi ya kidini. Wale magaidi, wale Al-Shabaab, wale maduare. Haleluya. Mungu akifika wakati wa kubomoa misingi kama hiyo, inahitaji mtu aliye na sambuli kama hiyo kubomoa. Haleluya. Aliyeenda kubomoa ni president wa Amerika wa awamu gani? Ni president wa Amerika wa awamu gani? Wa 47. Akaangusha ufalme wa 47 years. Haleluya. Kuna kitu kimetengenezwa, kuna silaha imetengenezwa, kuna mtu ametayarishwa kwa sababu ya kung'oa madhabahu iliyo ndani yako, kwa sababu ya kubadilisha. Ilihitajika Trump akuwe 47 president, akuja ng'oe mtu amekaa miaka 47 in power. Tarehe 28 mwezi wa pili mwaka wa 2026, ukiunganisha 47 plus 4, 4 plus 7 ni nini? Ni 11. 11 ongeza 1 plus 1, 1 plus 1 2. Hiyo ni namba 2. Miaka 50, miaka 47 inasimamia namba 2. Namba 2, Mungu alileta separation. Haleluya. Siku ya pili ya Mungu ya kuumba ilikuwa ni nini? Alileta separation. He separated the day and the night. Kumaanisha Trump mission yake kukuja ilikuwa kuja kuseparate. Jina la Yesu likainuliwe. Maana Irani ndio walikuwa wanakoroga mikorogo ile ya Islam. Islam ni dini ambayo ilikuwa itengenezwa one church, one dini inaitwa Islam. Islam ni Kristo na Islam. Walikuwa wanatengeneza kanisa moja ambayo imejengwa Dubai. Nilienda hapo, madhabahu ya Dubai makubwa ya Islam, muunganiko wa Catholic na muunganiko wa Islamu wakuwe kitu kimoja, ndio watengeneza ile kitu kinaitwa one world order. Na wamepanga miaka 47 ilihitaji kutengenezwe president wa 47 years, wa 47 katika Amerika akuje abomoe kitu kimetengenezwa 47 years. Kuna mtu ametengenezwa, kuna mtu anakuja katika maisha yako, kuna mtu ameinuliwa ambaye atakuja kusaidia kusambaratisha maadui. Maana Mungu alimwambia Jehoshaphat, kaa chini uone venye nitakupigania vita. Wewe hautapigana, wewe hautapigana. Wao watakuwa wamekuandalia vita, wamekuwa wamekuendea kwa waganga, wamekuwa kuendea kwa wachawi, wamekuwa wamekuendea, wamekuinulia madhabahu wakuangushe chini. Lakini huyo Mungu wa mbinguni kumbe ametengeneza makombora, huyo Mungu wa mbinguni ametengeneza silaha, huyo Mungu wa mbinguni ametengeneza makomando. Watakuja wataangusha huyo komane. Saizi anaenda kuzikwa saa 9 leo jioni. Alikongwa jana,
wanaenda kaburini na wanaambiwa watengeneze serikali ingine mpya na kuvunja mipango waliokuwa nayo ya kuleta world kwa one world order, watutawale na misingi ya kisheria lo. Hiyo kitu nilisoma wakati nilikuwa nimeenda Nigeria, wakati nilikuwa Muislamu. Mnajua nilikuwa Muislamu? Nilikuwa naitwa Ibrahim Dora Waroige. Yes. Niliokokea pale Mombasa msikiti naitwa Sakina. Aliyeniokokosha alikuwa naitwa Mohamed Kubwa, ule aliuliwa. Alikuwa terrorist. Walioniweka kwa hiyo kiokoko walikuwa materrorist tupu. Wakanipeleka mahali sijui ni Lamu ama ni wapi. Kuna mahali walinipeleka tu nyumba mzuri sana. Usikumbukangi ni wapi, lakini inajaribiki kutafuta. Nimeenda Mombasa kutafuta eneo hilo, sijalipata. Nikafika huko ndio nilikutana na mtu anaitwa Osama bin Laden. Na Osama akaniambia sasa tumefurahi sana maana walisema takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Yaani walifurahi kusema takbir, Allahu Akbar, kusema Bwana Yesu, yani Bwana Muhammad asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilimkuta huyo mjamaa. Anaongea Kiswahili sanifu sana. Akaniambia sasa tumefurahi sana wewe umekuja. Tulikuwa na huyo jamaa mwingine. Tumefurahi sana mmekuja na kwa sababu hivyo nyinyi sasa ni watu wetu. Lakini wakatuambia lazima sasa tupite mitihani, lazima tuingie madarasa tufundishwe itikadi za Kiislamu. Na tukapelekwa madrasa kule pande la Zalamu na huko mahali sijui ni wapi, lakini kuna mahali tulipelekwa. Kitu ya kwanza tulifugwa bomu hapa. Tulifugwa bomu. Tulianza kufundishwa jinsi ya kukufa kwa sababu ya Mungu. Sasa unaingia nyumba kama hii, kama sasa nyinyi ni makafiri. Hivyo ndio mnajulikana. Waislamu wanajua hawa ni makafiri wala nguruwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiua kafiri mla nguruwe kule mbinguni unapokelewa. Unapokelewa kwa shangwe. Unapokelewa kwa maana kule mbinguni utapatiwa nani? Utapatiwa wasichana bikira 72 at your disposal. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamba meba. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu unajengewa nyumba ya dhahabu. Na Mungu atakuwa akikuja kila asubuhi mnakunywa naye chai hapo nje. Kila asubuhi Mungu atakuwa anakuja mnakunywa naye chai. Anakuja lanja wa mnakula kanyama. Anakuja evening mnakula chakula vizuri hapo jioni kwenye kashamba ka garden kako pale hivyo. Kako kando pale. Habari Mungu atakuwa akikuja mnakula pamoja. Alafu tu virgin 72. Imagine 72 virgin. Alafu virgin hizo tulikuwa tunaambiwa anafugua kifugua, alafu kifugua inafugika, alafu anarudi tena virgin. Anarudi virgin. Sasa maisha yake yote atakuwa nini? Virgin. Akienda na virgin, anarudi virgin. Anaenda virgin. Anarudi virgin. Sasa miaka yako yote. Sasa sikia mtu kama Dora akiambiwa story kama hiyo. Ndio yake imeandikiwa kiao. Tukaambiwa malaika watakuwa wanakaa kwa nyumba yako. Malaika Gabriel, malaika Michael, malaika Jibril, malaika Faruk, wote watakuwa wanakaa na wewe kila siku. Ni kitu kizuri. Alafu na mamilioni money, ukitoka dola zinakuja, kutoka pound zinakuja. Sasa tukaambiwa kitu ya kwanza ni kupita hii mtihani. Sasa nikafugwa, mimi ndio nilikuwa wa kwanza kufugwa. Alafu Maina naye akafugwa yake. Sasa akaweka kama mashini kakaanza ting ting. Kalianza na 60, 59, 58, kakiteremka ting ting ting. Alafu mshenzi wa mtu huyo, mshenzi, namuitanga mshenzi, akachukua simu ni kama anacheza na mtu. Yaani huyo mtu alikuwa anacheza na mimi. Akachukua simu akaanza kuongea akitembea na huko. Na huko kanalia ting. Kako data ting, data 28. Na jamaa anaongea tu na simu. Anaoni kitaenda kulipuka, kinaenda kuumana. Ana ting, ikafika 19 ting, ikafika 18 ting, inateremka ting, inaenda ting, ikafika 10. Ilipofika 10, mara hiyo mahali nilikuwa nimekaa kukafanyika kabahari kadogo. Hello. Kulifanyika kabahari kadogo, maana nilikojoa bila mimi kujua. Nikaangalia Maina, nikaona Maina ananiangalia na mimi namwangalia. Sasa ni kama ile ishara ya kuambiana. Bye. Ikafika 5 twing, ine twing, tunaangalia jamaa bado anaongea na simu. Kumbe alikuwa ameiseti kifika 2 inazima.
Lakini by the time tutoke hapo, hewa ilikuwa imebadilika, hali ya anga ilikuwa imebadilika, na hapo palikuwa na kadwimbwi kamaji kalikuwa kamejaa. Ndio jamani, kamwangalia nikashindwa, wewe ulikuwa umetumwa utuangalize. Ni nini hii? Mchezo gani hii unatuletea? Hujui sisi ni viongozi? Ndivyo nilimuuliza. Hujui sisi ni viongozi? Ni mchezo gani unatuletea? Akatuambia tulikuwa tunataka kujua kama nyinyi ni wanaume. Nikamwambia kwa hivyo, sasa umejua sisi ni wanaume? Already nimekojoa. Sasa mimi ni mwanaume gani na already nimekojoa? Makojoa imejaa hapa chini. Naye Maina naye alikuwa amekojoa na kuharibu hewa. Alikuwa ishadondoka already. Sasa hapo utasema hawa ni wanaume namna gani wamekojoa? Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nikaangalia Maina, nikajiangalia, mimi nikaona venye Maina ameniambia huko totile. Kama mchezo ni hii, kucheza na maisha yangu. Na nilikuwa nimeingia kwa Uislamu nitafute pesa, alafu nataka kwenda nikufe. Mimi sitaki kwenda. Virgin sitaki, mimi nataka pesa. Maana walikuwa wametuambia tutapata mamilioni ya pesa, mabilioni ya pesa, tutajirike. Alafu unaniambia nitafuka bomu, nikufe, mimi nikufe. Nikaenda nikaita Maina nikamwambia kuja tuongee kidogo. Nikamuuliza horona ate. Ni mudhako huyo dieta gani? Aniambia hii mchezo mimi sitakagi mimi. Hii hapana, si mimi. Sasa tukaita Mohamed kubwa, marehemu huyo. Tukamkalisha chini. Nikamuuliza sasa tukiwa kwenye darasa. Nikamwambia, mafundisho yenu ni mazuri sana. Dini ya Kiislamu ndio dini peke yake. Ila tazama ila hina ila ha. Kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema Allahu akbar. Nikamwambia mafundisho yako ni mazuri na ni mafundisho mazuri sana. Hasijawahi kusikia mahali kwingine kuna mafundisho mazuri. Akasema Allahu akbar. Yaani unataka kuniambia hivi kutoka hapa nikaondoka hivi kuna 72 wameningoja. Nikaondoka hivi nyumba ya dhahabu inaningoja. Nikaondoka hivi Mungu atakuwa akikuja kila siku. Nikaondoka hivi huduma ya kimalaika iko na mimi, inatembea na mimi. Allahu akbar. Wakafurahia maana washaniingiza boksi. Lakini sasa nikamuuliza Muhammad, habari yako? Kaniambia salamu alaykum. Nikamuuliza wewe hutaki hawa watu 72? Upendi hawa watu 72? Nena sasa Allahu akbar ikashuka. Nikamuuliza hautaki nyumba ya dhahabu wewe? Wewe unataka nikuache hapa uishi kwa nyumba ya mabati, mimi nikaishi kwa nyumba ya dhahabu na wewe ndio uko na connection ya kuingia kwa nyumba ya dhahabu? Akaniambia sasa unataka kumaanisha nini? Na kuuliza wewe hupendelei maisha hayo? Hauyapendi? Hautaki nyumba ya dhahabu, hautaki wanawake 72, hautaki mamilioni ya pesa, hautaki kukaa na Mungu. Unataka mimi nitangulie, nikuache ukifanya nini hapa? Twende pamoja. Wakasema hapana. Umekaidi dini. Unazungumza kinyume na dini. Na wewe ukizungumza kinyume na dini iko na sheria yake, utachukuliwa hatua za kifatwa. Fatwa ni vita vya kiroho, yani kupigwa na mawe mpaka ukufe. Ndio wanasema fatwa. Ikasema tutatuangwa. Nikamwambia sorry. Ni maulizo tu nilikuwa nauliza, sikuwa na ubaya, sorry. Nikavuta Maina nikamwambia sasa hapa anytime sisi ni dead meat. Anytime hapa tutalipuliwa. Na sasa nitupange mikakati. Uzuri tulikuwa tumeenda na vijana kadhaa. Vijana tukawatengeneza maana ni wale wa Dadola, ni wale kule Getalemaligo umoja huko. Mnajua ni wale walikuwa majabasi na sisi. Na tulikuwa bado tumebeba vitu zetu. Tukaambiana sasa hapa ni kutoka. Alafu wale tulijua mahali walikuwa kwa sababu walituamini sana maana sisi ni viongozi. Tulipelekwa mpaka tukaona kule wameweka vitu zao. Mimi nikacholea vijana nikawaambia vitu zimewekwa mahali fulani. Okay, sasa ni kulipua. Tukaacha Mohamed amelala, ameenda kufanya Allahu akbar. Allahu akbar. Sasa hiyo anasema Allahu akbar, vijana wameingia kwa ile store yao mzuri. Tukachomoa mavitu. Tuliwalipua. Kumbe watu hawataki kwenda mbinguni, wanataka sisi tuende. Wakati tuliwainulia mlipuko, tukawainulia vitu zao, wakaona tuko na zao, wakapiga magoti chini, wakasema mimi, oye tuachane, tuache hiyo
mnaenda kwanza, mnatangulia. Already wasichana wako tayari 72 wametengenezwa. Tangulia, lazima nikaambia Muhammad weka vizuri, unatangulia mbele ya haki. Akaniambia hapana, naomba ndugu yangu, naomba ndugu yangu, chukua chochote mnachokiona huko mchukue, lakini mtuache tu. Kumbe nikakuja kujua kumbe hawa watu ni waongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe ni waongo. Kuna kitu wameficha. Kuna mtu amekufichia vita mahali. Kuna mtu amekufichia mahilisi fulani. Kuna mtu amekufichia vitu ambavyo havieleweki. Lakini wakati wa Mungu ukifika, utakuwa na maadui hao, utachukua silaha zao, utazitumia kuangamiza. Mungu atakupa nguvu, Mungu atakupa kipawa, Mungu atakupa uwezo wa kusambaratisha hawa maadui. Walikuja kwa njia moja, lakini wataenda kwa njia 7. Hawa jamaa tuliwasambaratisha. Walikuwa wanaruka kwa fence, tukaachua territory. Baka huyo kamutu kalikuwa anaitwa Osama bin Laden. Mimi sikujua ni muoga hivyo. Akawa ndivyo alikuwa ametisha mpaka Amerika. Kama ningejua, ningeenda basi Amerika, nipatieni do niwaletee kichwa kama nimeshika hivi. Mtu anakuambia ujivuge bomu hapa ati ndio ukufe. Ati ukiua sasa makafiri, uwe wa Kristo ni makafiri. Ukiua makafiri, uwe makafiri wote. Kama sasa hapa nikuje nilipuke, mimi nikufe na nyinyi mkufe. Mimi nitaenda kwa Mungu, nyinyi mtaenda jehanamu, maana nyinyi makafiri. Alafu mimi naenda kukutana na mbona ni waue na bado nyinyi ni wanawake. No, atendani kwa sharia tumia na Korea na moyo watumia moyo huko. Is it making sense? Magdalene. Imagine nikuue na wewe ni mwanamke, na huyu 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 ni mwanamke, ni waue ndio niende nikapatana na wanawake wengine wametengenezwa kule juu kwa sababu yangu. Hata Mungu si ataniuliza kama niko na akili mzuri. Nilikutengenezea nikakuletea hapo duniani, unakuja kutafuta huko juu. Ndio unaona nabiaka wale watu wanaibaka hii kaibo ya Kristo. Jakira nyumba kona ine ko igoro. Keruru ine kya mute wa moyo atage kwegitira. Atekeigwa kanyebo na dio minyige ko kwao. Rukurakirwo na ukauga kinya hari urenda guthi gwakirwo atekeruru ine kya muti kona ine andu emenda gatofuroti twa kona ine akirimekora. Akirimekora meda kwehithana anatenda ha baraine jakira kanyumba kona ine ko igoro keruru ine kya muti wa moyo ate hotage kwegitira kumako ni andu ari otunyite utarenda muonane nao. Ndenda ukwela atiriri, roho yako, maadui wako watasambaratishwa, watajaribu kwenda kujificha, watang'olewa kule. Hata wakitaka tukona, watang'olewa kule. Hata wakinani, watang'olewa kule. Na sio wewe, Mungu mwenyewe atapigana na wao. Mungu mwenyewe atawainukia. Mungu mwenyewe amewasambaratisha. Nataka nitangazie mtu wa leo ya kwamba Mungu already ashachukua majukumu. Maadui ambao uliwaona jana hautawaona tena. Akamwambia Musa, wao watu ambao unawaona leo hautawaona tena, maana nimewashughulikia. Akamwambia Musa, umeshika nini kwa mkono? Musa akamwambia, nimeshika bakora. Akamuuliza, si hiyo bakora ni ile iliyobadilika ikakuwa nyoka ikameza manyoka yale mengine? Kumbe silaha uko nayo. Kumbe Mungu amekupangia maneno mazuri. Ni wewe haukuwa ukijua ya kwamba Mungu ashapigana. Ni wewe haukuelewa ya kwamba Mungu ashawang'oa. Ni wewe haukuelewa ni kwamba Mungu ashawasambaratisha. Walitupangia wakanibadilisha, wakaniita jina Ibrahima, wakabadilisha maina wakamuita Muhammad, wakabadilisha mwingine wakamuita Ismaili, wengine wakabadilisha ndio tuende tukakufe, wao wabaki wakikula mali hapa duniani. Lakini Mungu alikuwa na nia nyingine. Wakati tuliwasambaratisha, walikamatwa na serikali, wengine wakapigwa mabunde wakakufa. Aliyekupangia atakuja kuangalia ukitendewa mazuri na Mungu. Atakuja akiona ukibarikiwa. Usijali, siku zake za kukutesa zipo. Haleluya.
Siku zake za kushughulikia wewe zipo, lakini kuna siku ya Mungu. Mungu anapobadilisha gia zake, anapobadilisha njia zake, anakuja kwa mara moja, na akikuja huwa hachelewi, na hakuji mbele, hakuji haraka haraka, anakuja kwa wakati wake, kwa majira yake, kwa kipindi yake. Watasambaratishwa, utawaona kwenye anga kule wakisambaratika, utawaona wakisambaratishwa kwa macho yako, maana atakuandalia meza na wao wakuja waone unapobarikiwa. Usijali. Tumekuwa na kipindi kigumu sana, kwa sababu waganga walikuja wakajimonduka, wakajibamburuka, wakajipanga kwenye mipango iliyo mizuri ya kutulipua. Kumbe naye Mungu alikuwa na mpango mzuri wa kuwalipua. Saa hizi pale wako naona wanaona wakitembea hivi, maana wameswawa, wakiswagika, wamekaa namna Mungu alikuwa anataka wakae. Walikaa namna Mungu alitaka maadui wakae. Maana alisema maadui wako ninaenda kuwalete kwenye kioo, maadui wako nitawaekelea kwenye meza, maadui wako nitaweka juu. Mahali utachungulia venye wanashughulikiwa, mahali utaona venye wamevunjwa mifupa. Maana maadui wako watavunjwa mifupa, maadui wako watavunjwa mikono, maadui wako watavunjwa vichwa vyao, watakosa amani, hawatalala, hawatajaribu kufanya jambo hata moja likafanikiwe. Maana ni maadui sio wako, bali ni maadui wa Mungu. To the chief musician, chief musician ni huyu. To the chief musician, all song of David, let God arise, let his enemies be scattered, let them also that hate him flee before him. Yani maadui wa Mungu. Aliyekuwa adui yako hakuwa adui yako, alikuwa adui ya Mungu. Aliyekupanga kupigana na wewe sio wewe, alikuwa anapigana na wewe, alikuwa anapigana na Mungu wako. Aliyekuinulia vita sio wewe, aliinulia vita, aliinulia Mungu vita. Sasa wewe haukuwa na kitu, wewe haukuwa na wako na jali na wewe. Aliyeinua vita aliinulia Mungu wako. Na ndio maana Mungu amesema, let God arise, yani wacha Mungu na aitwe. Acheni Mungu aitwe Mungu. Let his enemies, maadui wa Mungu. Kama kuna mtu alikuchimbia shimo, sio wewe alichimbia Mungu wako. Kama kuna mtu alikuwekea mitego, sio wewe aliwekea mitego, aliwekea maadui wako, alikuwekea Mungu wako. Kama kuna mtu alipanga kukuwekea somo, ujue sio wewe alikuwa anawekea, alikuwa anawekea Mungu wako. Na Biblia inasema, let God arise, let his enemies be scattered, let them also that hate him flee from him. Yani Mungu atasababisha watoke mbio. Sema mbio. Sema mbio mzuri. Mungu atasababisha watoke mbio. Ile mbio tuliona wakitoka hapa, ile mbio walitoka hapa, walienda kupigia watu masimu wakiwa huko. Ati unajua hiyo kanisa inakuanga si mzuri, unajua huyo apostle hakuange. Hawakusemea hapa ndani, walisemea kule nje, maana ni majangili. Hallelujah. They will flee from you. Wataenda bila wewe kujua. They will flee, don't worry about what they are doing. Usijali na mipango mikubwa waliokuwa nayo. Usijali na maombi wanasema wanafanya maombi. Usijali na ilisi zao. Usijali na mipango yao. Maana Mungu ndio mwenye hizo zote. Mungu ndio mwenye makombora. Waliopanga walipanga wakiwa pamoja, lakini kusambaratika wanasambaratika direction msaba. Mungu akaniambia, God has scattered them. Akaniambia, mimi Mungu wako, mimi ndio niliyokuita, mimi ndio nakujua kwa jina, mimi ndio niliyokutenga nikakumwagilia mafuta ndio uende ukafanya kazi yangu. Mimi ndio nimeshughulikia maadui. Akaniambia usijalishwe na maadui, usijalishwe na warogi, usijalishwe na mashiko na majoeli. Wachanda nao waendelee kupambana na ARV, waendelee kupambana na kazi zao, waendelee kupambana na misukosuko yao, maana nishawashughulikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akaniambia usiwe na wasiwasi. Akaniambia fungua kitabu cha Deuteronomy 28. Nikafungua. Ni Deuteronomy 28. Ule mstari wa ngapi? Oh my God, nisaidie ni kufungua haraka. Naona muda huu umetuacha, umetupatia kisogo. Akaniambia verse 1, Deuteronomy verse 1.
Wah, ekayo timonene. Kayo tu magegania. Yaani kuna wakati una feel ya kwamba ni kama Mungu hayuko pamoja na wewe. Na wakati unaona ni kama Mungu hayuko pamoja na wewe, ndio kumbe Mungu anapanga mipango. Ndio kumbe Mungu amepanga mipango yake. Ametengeneza asasi zote za vita. Ametengeneza kila kitu kimekuwa shwari. Sema shwari. Mwambie mwenzako, mwambie shwari, that your God has taken over the battle. Vita zote Mungu amezichukua. Chochote waliokuwa wamesema watakufanyishia, it is no more. Chochote na mipango walikuwa wameandaa, it is no more. Walikuombea maombi ufunge kazi yako, it is no more. Walikuombea madhabahu yako ifungwe, it is no more. Walikuombea vitu vibaya vifanyike kwako, it is no more. Walikuombea ukufe, it's no more. Wakapanga sumu iwekwe, it is no more. Wakapanga ufukuzwe mahali, it is no more. Kumbe Mungu ako na mipango mipya. Akasema ya kwamba Deuteronomy 28, sijui hawajaweka kwa nini, kama na wao pia wako kwenye mipango, lakini huyo Mungu anajua kupanga. Wakipanga anajua kupangua, wakiandaa Mungu anajua kuandoa. Akileka maana yeye anafanya riaka, akisema kekekeke na anasema kwa kokoka. Usijali, uko na Mungu mkubwa. Wana wa Israeli walikuwa wamefika mahali wakaona nyuma, wakaona wale ni maadui, wakaangalia mbele wakaona ni mto mkubwa, hawawezi kuvuka, na kule nyuma maadui wanakuja. Wakamuuliza Musa, mbona ulifikiria kule Misri hakukuwa na makaburi tungezikwa? Naye Musa akaanza kulia. Kuna kipindi kinafikanga unaona ni kama Mungu alikuacha. Kuna kipindi kinafikanga Mungu unaona ni kama alienda safari. Kuna kipindi kinafikanga mambo yanakuwa yamenyamaza kama maji yaliyo kwenye mtungi. Kila kitu kwako hakifanyi kazi, kila mashini haiendelei, kila plani, hakuna plani inafanyika. Na wakati huo ndio kumbe Mungu ako na wewe. Wakati umeingia ndani ya silence, waambie urudishe. Wakati umeingia ndani ya silence ndani, wakati umeingia ndani ya mahangaiko, wakati wa kufikiria unaona ni kama Mungu alikuacha, Mungu huyu hajakuacha. Wakati huo ndio Mungu ako pamoja na wewe. Ni shughuli anafanya, ako na shughuli. Kuna vitu anaangalia zako, kuna mipango anakuangalia na kuchungulia. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandment which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nation. Ndio Mungu akuweke kwenye hali ya juu, above every nation. Akuweke kwenye hali juu sana kuliko wengine. Kuna vitu anachungulia. Ndio kwa maana alinyamaza, maana aliingia kwenye ofisi yake kuangalia failo yake, akajua ni nini unahitaji. Akaenda kwenye failo kuchunguza, huyu mama anahitaji nini, huyu baba anahitaji kubarikiwa na nini. Akaona huyu ni baba wa mashamba, akajua huyu ni baba ya gari, akajua huyu ni baba ya watoto, huyu anahitaji hiki. Kumbe Mungu amekati amenyamaza. Kuna mipango anaangalia, kuna failo anaangalia, anafungua page moja hadi nyingine, akichunguza wakati wa kubarikiwa kwako, wakati wa kuinuliwa kwako. Maana wakati ataanza kukuinua, utawekwa kiwango cha juu kuliko kila mtu aliye duniani. Utawekwa kwenye kiwango kingine ambacho si cha kawaida. Maana wale waliokuwa na kuzuia washaondolewa, walifichwa, wakafikiria wameshinda, wakaondoka, wakaenda kulala. Kumbe Daudi ataenda akute Saulu amelala. Naye Saulu wakati badala Daudi amumalize, Daudi alikata kinguo chake akaenda nacho kumdhibitishia, nilikuwa na uwezo wa kukumaliza, lakini Mungu wangu alisema kazi ni yake atafanya. Maadui wako watashughulikiwa, maadui wako watashughulikiwa. Mungu wako mwachie Mungu akawashughulikie, mwachie Mungu akawainukie, mwachie Mungu akusaidie, mwachie Mungu asimame, mwachie Mungu akue, mwachie Mungu atende, mwachie Mungu. Ana uwezo. Usishughulike. Kuna vitu vingine usiinuke. Ati unainuka sasa kama kawaida unainuka atukupigana nako. Kuna vitu vinakaa viinzi. Todoba, ni doba. Usishughulike. Akisema nataka kubaki na hiki mwachie. Akisema nataka kukaa hapa mwachie. Maana Mungu wako wakati huo ndio wakati wake. Kuna wakati wa Mungu wako. Mungu wako anapokuja anageuza kila kitu, kinabadilika. Anageuza kila misingi inabadilika. Maneno yote machovu maovu yaliyosema juu yako yote yanasambaratishwa na unageuziwa. Majina waliokuita yanageuziwa. Jambo lolote lililotendeka linageuziwa.
nazo baraka za Mungu zinaanza kushuka. Unatembea kwenye mamlaka ya Mungu, unatembelea kwenye uwezo wa Mungu, maana anasema atakuinua juu, high above every person on earth. Vumilia tu ni kwa wakati. Vumilia tu ni kwa wakati. Maadui already washashughulikiwa. Wasasambaratishwa. Wengine wamerushiwa. Yule Farao aliyekuwa amezuia wana wa Israeli waachiliwe, Mungu alimrushia vipele. Mungu alimrushia mateso. Akashikwa na madhara ya kila aina. Wao waking'ang'ana tu kuishi, kumbe Mungu ashawashughulikia. Alimwambia Musa aende kwenye jiko, achukue jifu kwenye jiko, achukue lile jifu jeusi, akachukua, inaitangwa silt, akachukua, akamwambia nenda juu ya mlima, nenda rusha juu, ukirusha juu itasambaratika. Nipatie kaunga hapo nikuonyeshe, nipatie kaunga haraka nikuonyeshe, kimbia kaunga hapo, leta kaunga nikuonyeshe, fukua, wacha kufuka tukiwa hapa, hakuna mtu ataingia hapa, hakuna mtu ataingia. Sasa amefuka tukiwa hapa. Ola masekenderere busayaya. Kweli mtu achunge ofisi yake. Kila mtu achunge ofisi yake. Maana hiyo hapo ndio chakula yake iko. Ndio mipango hapo ndio Mungu alikuweka. Chunga ofisi yako. Manager office. Hiyo ni kali. Yes, hata uga imefukiwa na kwa mahali. Gila mtu ohigere toka dadoko ine. Yes. Sasa akaingia kwa jiko, akaambiwa nenda kwa jiko. Akaingia ndani ya chimuni, akatoa ndani ya chimuni hivi, akaambiwa chukua hiyo jifu jeusi, timu huwa kawaida, murare, uleweta kwa murare. Akaingia ndani pale, akawamwambia sasa, ukisha chukua nenda juu ya mlima, basi na unene maneno haya, wewe Farao umekataa na watu wa Mungu, hivi ndivyo nitakufanya. Akafanya hivi. Hai, sasa hawa ni mafarao walio katika maisha yako. Hawa ni mafarao walio katika maisha yako, walio kuroga, walio kuendea kule kuomba, walio kuendea kwa waganga, walio kuendea makufunga maisha yako, walio chukua nguo yangu hii wakaienda ati kuifunga, walio kuja kwa madhabahu hii ati kufunga madhabahu hii, walio funga biashara yako, walio funga ndoa yako, walio funga kazi yako, ndio hawa sasa. Akawaambia, maana hao ndio mafarao. Leo ni leo. Leo ni leo tarehe 1. Leo ni leo. Leo ni leo. Akarusha. Ikarusha, ikatembea, mang'ombe zao zikapata majipu, wanatoto wao wakapata majipu, makuku zao zikapata majipu, biashara zao zikaanguka, vitu zao na vinyago zao zikaanguka. Lete tena tufanye ingine, tuwafanye ile kitu. Ndio hiyo sasa, na wapandeke, na wasambaratike, na wakwende, na wasambaratike. Na sasa wakaende na wasambaratike, na waende mafarao walio ndani ya maisha yako, na wasambaratike. Mafarao walio kuroga, na wasambaratike. Walio kuinukia, na wasambaratike. Walio kuinukia, walio kuroga, walio shika ndoa yako, walio shika biashara yako, walio shika mali yako, na wakuwe na magonjwa, mili yao yote ikuwe na madonda. Yes. Oh yes. Ashomakorogire. Hawa walio kuendea Tanzania, hawa walio kuendelea kwa Maina wa Magoto, hawa walioenda Maimasho kuchukua uchawi, wao waliofanya maneno, walio kuekelea masengenyo, moto ndio hiyo imeshuka juu yao sasa. Moto ndio hiyo. Mlikuwa mmeshikwa na mateka, minyororo inakatika sasa. Minyororo ndio hiyo imekatika. Minyororo inakatika. Minyororo inakatika. Minyororo itatika. Pokea huduma yako, pokea biashara yako, pokea kazi yako, pokea nyumba yako, pokea biashara yako. Hata wale walitumwa wako hapa, changa chomekeni sasa. Chomekeni sasa. Chomekeni sasa. Yes. Holy Spirit, take control. Take control.
Baba ukiwa mbinguni, dhihirisha ni wewe umesema. Dhihirisha ni wewe umesema. Dhihirisha si kusema ni wewe. Ndio hiyo sasa. Ameshuka shuka. Baba ameshuka. Roho Bwana ameshuka. Ameingia kwa nyumba zao. Ameingia kwa ng'ombe zao. Ameingia kwa mambuzi zao. Ameingia kwa manyumba zao. Ndio hao wamepatwa na vipele, magonjwa yasiyoeleweka, mavipele. Wanasambaratika, wanasambaratika, wanasambaratika. Waliokuroga wanasambaratika, walioinukia huduma hii wanasambaratika. Oh! Waliokuinukia, waliokupangia, waliochukua nguo yako ya madhabahu wakaenda kuifunga, ninafunga, ninawafunga, ninawafunga, ninawafunga. Walioendea bahirisi eti wakuroge, eti wakuroge. Inua mkono wako juu. Uhuru unakuja sasa. Uhuru ndio hiyo inakuja. Mamlaka ya mbinguni ndio hiyo. Vipawa vya mbinguni ndio hiyo. Oh la 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 la. Bwana ameshuka. Bwana ameshuka. Bwana ameshuka. Bwana ameshuka. Bwana ameshuka. Bwana ameshuka. Katika maisha yako Bwana ameshuka. Bwana ameshuka. Bwana ameshuka. Ametenda. Bwana ameshuka. Bwana ameshuka. Jivu linafanya kazi. Jivu linafanya kazi. Huyo Bwana ameshuka. Hautawaona tena. Maadui unawaona leo, hautawaona tena. Hawa maadui unaona leo ambao ulikuwa ukiwaona katika maisha yako, hautawaona tena. Hawa maadui hautawaona tena. Maana Mungu ametenda. He has done it. Oh yes. Yes. Shika tu mkono, endelee na kazi yake. Vipawa sasa, the freedom. Ministries freedom. Huduma imepata huduma freedom yake. The freedom. The freedom. Walikuwa wametufunga. Walikuwa wamefunga madhabahu. Walikuwa wamefunga maisha yako. Walifunga biashara yako. Inafunguliwa sasa. Inafunguliwa sasa. Inafunguliwa sasa. Hebu ruka hivi. Ruka kidogo. Umeachwa huru. Umewachwa huru. Ruka. Kama wewe si mchawi ruka. Kama unajua wewe si mchawi ruka. Ruka. Wanawachwa huru. Unawachwa huru. Unawachwa huru. Unawachwa huru. Unawachwa huru. Ruka. Unawachwa huru. Unawachwa huru. Ruka. Unawachwa huru. Ruka. Unawachwa huru. Ruka. Unawachwa huru. Unawachwa huru. Ruka. Unawachwa huru. Unaachwa huru. Uko huru sasa. Uko huru sasa. Ruka tu. Maana uko huru sasa. 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 Ruka. Walikuroga wakaacha umeisha. Sasa ndio mwanzo. Ndio mwanzo. Umefunguliwa. 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 Umefunguriwa. Wamekuacha. Wamekuacha. By fire. By fire. By fire. By fire. By fire. Fire is on you. 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 Sikiliza. Yes. Oh yes. Yes. Bwana anasema hivi. Umarashire. Verse number 9. Deuteronomy 20. Tusimame tu. Wale wanaweza kusimama msimame. Kuna agano jipya Mungu anatengeneza na sisi.
Sunday ile ingine tulisema tulitengeneza covenant. Na leo ndio tunakuja kuandikisha covenant. Ndio lazima maadui wangekuacha. Ndio lazima waliokudhuru wangekuacha. Ndio lazima waliokutendea maovu wangetenganishwa na wewe. Maana kutoka leo kuna kitu kipya kinaenda kufanyika. Kutoka leo kuna mambo mapya yanaenda kutendeka. Maana huyu Mungu anasema the Lord shall establish you a holy people unto himself, as he has sworn unto thee, if thou shalt keep the commandments, the Lord thy God will walk with you. Yani Bwana anasema kutoka leo, tupatie ya Kiswahili, tupatie Kiswahili. Naona ni kama hawakuelewa. Bwana atakufanya kuwa taifa lake takatifu. Leo sema leo amenifanya sema amenifanya kuwa taifa lake takatifu. Leo angalia, inua mikono yako juu. Leo umefanyika taifa takatifu. Leo amekufanya taifa takatifu. Yani Bwana atakufanya kuwa taifa lake takatifu kama alivyokuahidi kwa kiapo. Maana tunakula kiapo leo. Leo tunaunganika pamoja na yeye. Leo tunafanya covenant yake bora. Kama usikishika maagizo ya Bwana Mungu wako na kwenda katika njia zake, tuwekee basi tena. Huyo Mungu atatenda maajabu, atatenda kwenye biashara yako, atatenda kwenye kazi yako, atatenda kwenye ndoa yako, atatenda kwenye huduma yako. Amegeuza kila kitu ndani yako, amekutenganisha. Anasema kisha mataifa yote ya dunia. Mataifa ni maadui walioenda kuloga wewe, waliochukua nguo yako, waliochukua suruali yako, waliochukua handikachifu yako, waliochukua vitu zako, waliokunyang'anya. Kutoka leo kisha mataifa yote ya dunia wataona kuwa unaitwa kwa jina la Bwana. Pokeeni jina la Bwana. Pokeeni jina la Bwana. Pokeeni jina la Bwana. Chokeni pia jina la Bwana. Pokea jina la Bwana. Pokea jina la Bwana. Utaitanishwa na jina la Bwana. Tutaitanishwa na jina la Bwana. Utaitanishwa na jina la Bwana. Pokea jina la Bwana. Utaitanishwa na jina la Bwana. Utaitanishwa na jina la Bwana. 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 Muumba wa mbinguni. Jina la Bwana. Jina la Bwana. Jina la Bwana. Jina la Bwana. Utaitanishwa na jina la Bwana. Magonjwa yote yataondoka. Jina la Bwana. Na watakuogopa. Hawatakuchezea tena. Watakuwa na kuona wanahara. Verse 11. Watakuogopa. Mwambie mwenzako akuangalie na macho yake. Mwambie. Na kama hakuangalii ujue ni yeye anakuroganga. Mwambie akuangalie na macho. Aone utofauti kutoka leo. Aone wewe ni mtu tofauti. Sikiliza hapa. Tulieni. Bwana atakupa ukustawi kwa wingi. Yani you will become rich. Utanawiri. You become prosperous. Utafaulu. Chochote walikuwa wamefunga kimeachwa huru. Sikiliza sasa. Katika tunda la uzao wa tumbo lako. Sikiliza, wacha kiherehere. Watoto wako watabarikiwa. Tunda. Anasema tunda la uzao wako litabarikiwa. Walikuwa wamekufugia watoto. Walikuwa wameroga watoto wako. Walikuwa wameiba watoto wako. Nyota za watoto wako. Hebu una majina mangapi ya watoto? Taja majina ya watoto. Fungua kinywa chako. Taja majina yote. Ninaita Samuel. Ninaita Danstan. Ninaita John. Ninaita Nancy. Ninaita Wamboi. Naita Njeri. Naita wote. Ninawaita. I summon all my children
ambao wametoka kwenye modhilimo yangu, ninawarudishia nyota zao. Nyota zao zilikuwa zimeibiwa. Ninaregesha nyota za watoto wangu wote. Ninaregesha nyota ya Danisana, ninaregesha nyota ya Samuela, ninaregesha nyota ya John, ninaregesha nyota ya Nancy, ninaregesha nyota ya Wamboi, ninaregesha nyota ya Shiko, ninaregesha nyota zote za uzao wangu, za matunda ya uzao wangu. Ninaregesha nyota, hata nyota yangu nairegesha, hata nyota yangu nairegesha. Sikiliza. Tulia tu kidogo tu. Tulia tu. Katika wanyama wachanga wa mifugo yako, na katika mazao ya ardhi yako, na katika nchi aliyowaapia baba zako, unaenda kubarikiwa. Hakuna biashara utaweka ikose kunawiri. Hakuna huduma utaanzisha ikose kufaulu. Hakuna ndoa utaanzisha ikose kusimama. Yaani kazi ya mikono na kazi ya tumbo yako zote zimesikanishwa pamoja, unaenda kufaulu. Mwambie mwenzako unaenda kufaulu. Mwangalie tu unaenda kufaulu. Mwambie maadui wamesambaratishwa. Waliokuwa wamekamata ardhi yako wamesambaratishwa. Waliokuwa wamekoroga wamesambaratishwa. Mwambie niko huru sasa. Mwambie niko huru sasa. Mwambie niko huru sasa. Mwambie niko huru sasa. Mwambie niko huru. Niko huru. Niko huru. Maadui wameshindwa. Maadui wamesambaratika. Maadui hawataonekana. Basi 12. 12. Ai. Neguo gai. Neguo gai. Neguo fafa. Neguo toigwa. Nedakena. Nega igo toigwa. Bwana atafungua bingu. Sijui kama ni kwa nini amsherekee. Bwana atafungua bingu. Bingu yako itafunguka. Bingu yako imefunguka. 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 Hautateseka tena. Anasema Bwana atafungua bingu. Gala zake, yani iko mbele ya gai. Gala zake. Gala za baraka. Kukupa mvua. Sio ya kuharibu. Mvua ya majira. Mvua ya mavuno. Mvua ya mavuno. Na kubariki kazi zako zote za mikono yako. Utakopesha mataifa mengi, lakini hutakopa kwa yeyote. Nataka nieleze leo. Nataka tueleze leo ya kwamba kutoka leo umepata financial freedom. Umepata financial freedom. You have now financial freedom. Uko na pesa mpaka ya kukopesha. You got the financial freedom. Sema uko na financial freedom. Pesa zako zimeregeshwa. Mali zako zimeregeshwa. Kondoo zako zimeregeshwa. Ng'ombe zako zimeregeshwa. Kila kitu aliyokuwa ameficha imeregeshwa. Maana mafarao wameondoka. Mafarao wameondoka. Mafarao. Sasa nisimame hapa. Sasa nisimame hapa. Ndio niseme kutoka leo mafarao waliokuwa kwa maisha yako, mafarao waliokuwa na tawala maisha yako, mafarao walioroga watoto wako, mafarao waliokudharau
mafarao waliokuonea, mafarao waliokuchangia kufariki, mafarao walioiba ndoto zako, mafarao waliokutesea watoto, mafarao waliokuja kuharibu huduma yako, mafarao waliofunga kazi zako, kutoka sasa mafarao, nyinyi mafarao, mwingiwe na vidonda, mwingiwe na mapupa, mwingiwe na mahere, mwingiwe na vitu vichafu katika jina la Yesu, usambaratike. Yaani umepata. Sema ndio. Sema umepata. Hapana, wewe sema ndio. Umepata. Your financial freedom. Hakuna kitu utajaribu kufanya kikose kufaulu. Hakuna biashara utajaribu kufanya ikose kufaulu. Hata wakileta ilisi aina gani, unaenda kushinda. Unaenda kuwashinda. Inua mikono yako juu miwili. Maana uko na freedom. Uko na freedom. Umewachwa huru. Umewachwa huru. Umefunguliwa. Biashara imefunguliwa. Naona biashara za kimataifa. Naona watu wakisafiri. Naona watu wakienda ng'ambo. Naona watu wakipa shamba, wakilima mashamba na inafaulu. Leteni sadaka zenu. Ile covenant niliwaambia mulete, wekeleeni sasa hapa. Ile niliambia sadaka ya covenant wekeleeni sasa hapa. Maana kiwanja kiko huru. Maadui wamesambaratishwa. Amen. They cannot do anything. Yes. Warogi wamesambaratishwa. Wengine watakufa kama Farao. Wekelea, tuendelee. Hakuna wako fanana nawe. Akisema hakuna wakupinga. Hakuna wako fanana nawe. Hakuna wakufanana na Bwana. Hakuna wako fanana nawe. Akiinua hakuna wakushusha. Hakuna wako fanana nawe. Akiinua hakuna wakushusha. Hakuna wako fanana nawe. Wewe ni Bwana Yesu. Wewe ni Bwana. Wewe ni Bwana. Hakuna wako fanana nawe. Wewe ni Bwana Yesu. Wewe ni Bwana. Wewe ni Bwana. Hakuna wako fanana nawe. Changamuka. Upendo. Twende. Kama uko na nuru simama. Shikilia hapo. Kama wewe hauna mkongojo simama. Na kama unajua si mchawi simama. Na ukiona mtu hajasimama uniitie. Nitampiga mateke aende nje. Huyo ni Farao. Hebu fanya hivi. Nataka fanya hivi. Kuitisha roho. Aha. Furaha. Twende kazi. Furaha.
chako, mwambie Mungu asante. Mwambie wewe ni Mungu, wewe ni Ebeneza. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Watoto simameni hapa, kaeni hapa. Njoni, pigeni magoti yenu hapo chini. Pigeni magoti chini hapo. Na nyinyi muombe pia. Muombe pia. Yes, muombe kabisa. Wacha na uwezo na mamlaka ya mbinguni yakashuke mbele zako. Wacha mbinguni ikakufungukie. Neema ya Mungu na ikashuke. Maisha yako na yakabadilike. Usiwe mtu wa kawaida. Usiwe mtu ambaye si wa kawaida. Uwe mtu ambaye ni mtu aliyotendewa miujiza katika maisha yake. Wale waliokuwa wamekupangia maovu na maovu hao yamefika mwisho. Waliokupangia dhuluba na dhuluba ile imefika mwisho. Waliopanga kukuangamiza na imefika mwisho. Fungua tu kinywa chako, mwambie Mungu, niko hapa, niko tayari. Niko hapa, niko tayari. Verse 13. Verse 13. Bwana atakufanya kichwa wala si mkia, kama utazingatia maagizo ya Bwana Mungu wako nayokupa siku hii. Nenda ukamzingatie Mungu na ukazingatie kazi za Mungu na ukae kwa upendo wa Mungu. Ukae jinsi Mungu atakavyokuagiza. Upende watu wako wote na Mungu atakufanya kiongozi wala si wa kuongozwa. Atakuinua kwenye familia zenu, atakuinua kwenye kazi, atakuinua kwenye huduma. Utakuwa wa kwanza, utakuwa mtangulizi, utakuwa kiongozi. Hautakuwa wa kufuata, hautakuwa wa kunyemelea. Utakuwa, Bwana atakuwa pamoja na wewe, na Mungu akutendee na akuonekanie. In Jesus' mighty name. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Mungu uliyeumba mbingu na ukaumba dunia, ninapokea sadaka hii iliyo katika madhabahu haya. Walitoa wakiwa na kusudi mbalimbali, wakiwa wamesoma na kuelewa ya kwamba kuna milango na madirisha na geti zitafunguka, na kuomba Jehova, jinsi nia za nyoyo zao zilivyo, ukawabariki, ukawaeneze. Kuna wengine wako hapa walitaka kutoa lakini hawana. Wasaidie waweze kupata, wafanikishie pia, maana pia ni watoto wako. Wanapotoka hapa kwenda nyumbani wakabarikiwe, na watakapokuwa wakirudi wabarikiwe. Watakapokuwa wakienda mijini wabarikiwe, na watakaorudi vijijini wabarikiwe. Mifugo yao, watoto wao, mashamba zao zote zikabarikiwe, na kazi ya mikono yao ipate kibali, na wao pia wapate kibali, wapendezwe mbele ya macho yako, na waweze kufunguliwa. Vinyago vyovyote vilivyowekwa mbele zao vikaporomoke. Ninaitisha nyota za watoto wao. Baba, nataja majina ya watoto wao mahali popote walipo. Wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wote waliozaliwa kutoka kwa mbegu zao. Watoto hao wote pamoja na wangu niliowazaa, Baba, na nawaregeshea nyota zao. Nyota ambazo zilikuwa zimechukuliwa, ninawaregeshea. Ninawabariki kutoka leo. Wanawili katika malengo yako, wanawili katika njia zako, wanawili katika kila lengo. Mashamba yao wakafaulu, kazi zao zikafaulu, huduma zao zikafaulu. Na hata huduma hii Baba ukaikumbuke. Angalia ilivyoingililiwa. Hata walikuwa wamechukua nguo hii wameipeleka kwa waganga, eti ndio nisifanye huduma yako. Lakini wewe ni Mungu, wewe ni Baba, haujashindwa, hautashindwa. Milele na milele uko pamoja na sisi, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. So tuko na ibada hiyo nyingine. Ibada hiyo nyingine itaanza saa 9:30 kwa wale ambao wanataka deliverance. Lakini kama wewe si wa deliverance, unataka kwenda nyumbani, uko huru kufanya hivyo. Lakini kama ungetaka deliverance, ni vizuri. Naipenda mimi, maana najua kule imenitoa. Tukutane saa 9:30 kamili. Thank you.
Bethel Clouds TV, empowering lives.